Tashi mume wangu. Mbona nifanyia hivyo? Kwa nini unipi muda kuongea na wewe? Kumbuka uliniahidi utanipenda. Utakuwa na mimi muda wote. Vipi sasa hivi unavyonifanyia? Najisikia vibaya sana. Yaani wewe ni kazi na wewe. Muda wote uko busy. Tofauti na mwanzo Tashi. Ni lini utakuwa na mimi? Tofauti na kipindi cha nyuma. Angalau ulikuwa unanipa muda. Na ulikuwa unawahi nyumbani. Tunapata muda wa kuongea. Lakini sasa hivi hauna muda. Nikikuuliza unaniambia unawahi kazi, nikikuuliza unaniambia unawahi kazi. Usiku ukirudi unaniambia umechoka. Nategemea asubuhi kidogo unaniambia unawahi. Kwa nini? Hupati hata nafasi ya kuongea na mimi mume wangu. Mimi naongea na unanyamaza. Kwani unisikii? Sawa. Basi niambie. Unataka nani akusaidie majukumu yako? Unataka nani awe anibembeleza? Awe ananipa muda kuongea naye. Awe ananipa hata nusu saa kwa karibu na mimi. Naongea na wewe unakaa kimya Tashi. Tashi. Unanifanyia hivi babangu? Kwani unanifanyia hivi mume wangu? Kuna muda na mimi sasa hivi. Kama sikiliza wewe. Hicho anachokihitaji yeye hakiwezekana. Sawa. Alafu kama ukitaka iwe hivyo, chagua moja. Mimi niendelee kubaki hapa nyumbani au niendelee kufanya kazi? Na nikibaki nyumbani hakuna matumizi ya aina yoyote naingia. Uendelee kazi yangu. Lakini sio kwa kuwa hivyo babangu. Naumia ona. Uliniahidi utanipenda. Utakuwa na mimi muda wote. Lakini sivyo ulivyoniahidi Tashi, naumia mimi. Nahitaji hata kidogo tu kuwa na wewe. Mume wangu. Wema. Mpunguza basi hivyo. Kuna vitu vingine usiforce. Sawa? Mimi nakuelewa. Alafu najua ambacho mimi ninachokifanya. Unakuelewa. Tashi mume wangu. Habari yenu. Sasa mzee wangu, ani hapo hakikisha sana vijana wanaweza. Kwa sababu wewe ndiye anakutegemea hapa. Kaka. Halo. Habari? Fresh tunaambia. Za masiku. Kama gawa. Ndugu yangu. Yani usione nimekupigia simu ghafla hivyo. Ila tu mwanzo kusielewi. Yani mpaka mtoto kiume mwenzio kwamba na kupigia simu kama sielewi kweli. Yani kijijini yani kilimo kimegoma. Ndo kama hivyo tu yani nimekula hasara tu, yani mazao yenyewe yamekauka shambani huko. Sasa nikasema bwana hata ndugu yangu, nilikuwa nimekaa hapa, nikapita simu yangu nikaona namba yako, nikakumbuka kwamba ndugu yangu huko mjini. Sasa nikasema kwamba ndugu yangu nikupigie nikwambie bwana ndugu yangu, kama kuna kibarua au nini, kama kuna harakati zozote hizo ambazo mimi naweza nikafanya
ndugu yangu, usinitupe, nishike mkono ndugu yangu. Na mimi nije mjini nipambane na angalia utaratibu mwingine, maana kijijini huku tayari tushaona kama mambo yameshaanza kuwa magumu. Yaani nimeona tu bora nikwambie ndugu yangu uweze kunisaidia. Sasa pole sana ndugu yangu. Maisha sawa, haina shida. Kama utaweza kujichanga na wewe njoo tu ndugu yangu. Siwezi nikakutupa bwana. Swala la nauli haina shida, inapatikana. Yaani hiyo inapatikana kabisa yani. Kwa hiyo kama nauli nayo, kwa hiyo mimi hata kesho nianze safari, si ndio? Sawa wewe tu. Yaani ukisema hata kesho, leo ni wewe kuja. Basi ndugu yangu nashukuru. Basi tegemea ujio wangu. Na sawa. Ondoa hofu kaga. Sawa, sawa. We Jailavu! Jailavu! Dada. Hebu naomba uje hapa. Dada. Ulikuwa umelala. Yaani wewe ulale, mimi mfanya kazi, nije nifanye usafi. Hivi una akili kweli wewe? Una akili kwenye kichwa chako wewe? Kwa mimi nikufanyie kazi mimi, wewe bosi wangu, si ndio? Hapana dada. Hapana dada. Huku ndio unafanya usafi? Ndio dada, nimefanya. Nimefanya. Vumbi kila mahali, nimegusa vumbi. Hebu angalia mito ilivyokaa hivi. Hivi ndio umefanya usafi huko ndani? Angalia vikombe kule, angalia. Hivi una nini wewe Nimefanya dada, labda hali ya hewa tu. Vumbi, hali ya hewa. Kama ni hali ya hewa, angalia mito ilivyokaa. Angalia. Ona. Hivi nini Afu umeenda chumbani umelala. Mimi ndio nikafuate mboga sokoni. Hapana dada, sijamaanisha hivyo. Kumbe umaanisha nini? Mimi yeye nikachukua mboga sokoni kuletea wewe bosi wangu, nikatekate mboga nipike ule, si ndio? Hapana dada, naomba unisamehe. Nisikilize, usiniombe msamaha, usijilie wewe ni malkia wa zamu, sawa Nisikilize kwa makini. Kama umechoka kuishi hapa kwangu, sema uondoke. Niambie uondoke, sio mimi nilale, niamke nje nifanye usafi, bosi wangu umelala, nikija ndani kote kuchafu unaniambia umefanya usafi. Kwa hiyo sasa nisikilize kwa makini. Kwa hiyo hela unachukua bure hapa ndani, si ndio? Hapana dada, naomba unisamehe, nitarudia kufanya usafi. Umefanya wapi? Mimi natoka chumbani kwangu kila ninapokanyaga michanga. Nakuja kila mahali napapagusa mimi pana mavumbi. Umefanya nini? Hebu niambie. Angalia mito ilivyokaa huko ndani. Kila ninapoangalia naona kumikaa hovyo. Sasa nilikuwa na haja gani ya kukufuata uje unisaidie kazi ndani? Kumbe kama kazi naweza kufanya peke yangu. Hapana dada. Nitarudia upya kufanya usafi tena, naomba unisamehe, sirudi tena. Usiniombebe msamaha kwa kinafiki mimi. Umenisikia wewe? Wewe unafiki wako huo. Ukija funga mikono hivi tunaomba msamaha. Sitaki mimi unafiki wako. Umechoka kukaa hapa. Na kama umeanza kupata viano mimi vinakudanganya huko kwamba mimi uniletee ujinga wako pale nitakufukuza. Sijui unanielewa? Samehe dada, nimekuelewa. Nitafanya wapi? Sasa mimi naondoka. Nikija nikigusa meza nikikuta ina vumbi. Tutajuana. Samehe dada.
Mwanaume wa mtu, tena mume wa ndoa kabisa. Sasa hivi ni saa 5 ya usiku na unarudi nyumbani. Kwa hiyo tuseme hata mafundi wanaokusaidia kazi huko sasa hivi ndo wanaenda nyumbani kwao. Hivyo mwanaume upoje wewe? Au kuna magari mapya yaliingia gereji, kwa hiyo ndo mkaa mnayakagua? Hivi utabadilika lini wewe mwanaume? Mbona uko romantic na mimi? Mwanaume gani hujui mapenzi kwa mke wako wewe? Ni kazi 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 na wewe. Ni lini utakuwa romantic na mimi wewe mwanaume wewe? Yaani wewe ni kurudi nyumbani saa 5, saa 6, sasa hivi saa 6 kasoro tena. Ni mwanaume design gani wewe? Hivi kama umenichoka si uniambie. Niambie niondoke. Mimi kwako nilifuata mapenzi, sijafuata kuja kunyanyasika. Mimi naangatwa na mbu mpaka saa hizi. Mwanaume upo huko si unafanyaje sijui. Umemaliza? Yaani mimi naongea na unaniuliza kwamba nimemaliza. Kuanzia kesho, muda wote, saa yote, tegemea kama kuna ugeni unaingia hapa. Hivi mwanaume nani? Mimi ugeni unisaidie kwenye maisha yangu. Mimi naongea na wewe masuala ya kwangu mimi na yanaonihusu mimi kwenye maisha yangu mimi. Unaniambia ugeni. Ugeni ni wa kwako sio wa kwangu. Kwa hiyo mimi naongea na wewe alafu unaondoka. Kaka. Halo. Nimefika hapo uliponiambia. Basi sawa, ngoja nimpigie bodaboda hapo aje kufuata sasa hivi. Sawa, inashika. Dada. Samahani. Jikoni kule kuna mahitaji yamepungua. Nilikuwa naomba kama kuna pesa nipatie nende nikanunue. Kwa hiyo hapa ndani kwangu wewe sasa hivi umekuwa mama mwenye nyumba yangu, si ndio? Hapana dada. Ila sawa dada, naelewa. Lakini nimeona tu imepungua. Kwa hiyo nimeona sio vibaya nikija kuomba pesa nende nikanunue. Mbona vitu wanunue? Kwa hiyo unikumbushe wewe. Kwa hiyo mimi sijui muhimu wangu. Mpaka wewe uje unikumbushe wewe. Mjinga wewe uje unikumbushe mimi eti vitu vimeisha. Wewe nani? Hello. Niko hapa nini?
Basi dada, nilikuwa naomba unisamehe kama nimekosea. Maswala ya wewe kuja kunidai mimi hela, sijui vitu hamna, sijui nini hakuna, hayakuhusu. Wewe unapaswa kusubiri uletewe, ufanye mahitaji yako ya ndani yanayokuhusu. Sijui kama umenielewa. Na kufanya ambacho kilichokuleta hapa ndani. Maswala ya vitu ndani hakuna, sijui nini hayakuhusu. Ninajua mimi mwenyewe. Sawa dada, naomba unisamehe. Unavyojua kwamba misamaha ya kinafiki. Hebu toka hapa. Karibu sana ndugu yangu. Sana. Hapa ndo nyumbani kwangu, naishi na familia yangu. Pale ulipofikia ni sehemu ambayo ya kazi. Hapa ndo makazi ya kulala. Sawa. Pia naishi na mke wangu. Sawa. Wewe mwite shemeji yako muone. Sawa, haina shida. Wema. Wema. Ngoja nimwangalie chumbani. Sawa. Jambo. Yule ndo mgeni nilikwambia kati ya kesho muda wote saa yote anafika. Mgeni wenyewe ndio yule pale. Anaitwa Zumba. Ni rafiki yangu muda mrefu sana. Kwa tulipotezana baada ya mimi kuja mjini kutafuta kazi na kutafuta maisha. Na leo hii nimeona bora naye nimvute aje kupambana na maisha. Zumba. Naam. Huyu ni mke wangu. Anaitwa Wema. Nashukuru kufahamu shemeji. Karibu sana shemeji. Asante. Sasa hivi mimi nachomoka kwenda kwenye harakati. Kwa hiyo tutaonana baadaye. Haina shida, mimi nipo. Tunajua tena mgeni, wewe inabidi nikae ndani ndio mje si ujui. Sifanye hivyo. Yaani ni bora kama unaona kitu chochote uelewe uongeshe media yako.
Na ukitaka kutembea tembea ujue mitaa pia. Sawa, lakini kwa kutembea kukuta kama nimepotea. Hapa wewe mtu maarufu. Ukizia tu unafika kwa tashi, utafika mpaka hapa. Hauwezi kupotea. Chochote unachokihitaji. Mfuate shemeji yako. Na imani atakusaidia tu kidogo. Basi niseme tu ndugu yangu ina shida. Jei. Jera. Abegos. Abegos. Utaenda pale sokoni. Utaongea na jamaa atakupata zote za nyumbani. Alafu utarudi nazo sawa. Sawa bosi, nikuelewa. Nenda kaendelee na kazi. Sasa ndugu yangu. Utasimama baadaye. Sawa? Hivi Esther, ulikaa chini ukafikiria ukawaza hiki kitu ulichokifanya ni sawa au sio sawa? Hivi ulinifikiria hata mimi? Yaani hata thumni hata kidogo? Yaani ukaamua sasa, yani kwa kuwa tayari ushafika mjini Esther, ukaamua sasa ni kunisahau kabisa na kufunga ndoa na mtu mwingine? Hivi ni kweli Esther? Hivi sasa ni kweli? Tena zani sitoshe wala ingekuwa ni mtu baki. Yaani ni mtu ambaye nafahamiana naye, rafiki yangu wa muda mrefu. Esther, hiki ni nini yake Mungu? Hiki ni nini ambacho ninakishuhudia mbele ya macho yangu Esther? Au labda ulishaambiwa labda Zumba ameshakufa ndio ukaamua sasa kufunga ndoa? Zumba, haujui kilichonikuta. Mimi mwenyewe sikupenda. Zumba, nimetoka kijijini na maisha magumu. Yaani kama ungepata bahati ya kuniona nilivyokuwa, ungenionea huruma. Nilikuwa na maisha mabaya Zumba. Imetokea fursa kama hii. Mimi ningefanyaje? Na nimeona ananipenda. Nikasema hata kama ananipenda, sio kama mimi nampenda kuzidi wewe Zumba. Mimi nakupenda sana, unajua hilo. Lakini ilibidi nikubali. Ambali nipate pesa nikijua nitakutumia hata wewe. Unashindwa kunielewa Zumba? Kwa nini usiache tu haya mambo yakapita? Yaani ili jambo niache kwamba lipite? Yaani ili jambo kwamba unaona kwamba ili jambo kwako wewe ni sawa. Kwako wewe ni sawa. Yaani kwangu mimi unaona kwamba Esther, hebu nisikilize. Sawa? Yaani jambo haliko sawa. Yaani siwezi kukubali. Yaani kwa hili sitoweza kukubali kabisa. Yaani siwezi kuweza kushuhudia kwamba ninaona kwamba mtu ambaye ninampenda yuko na mtu mwingine. Zumba, ningefanyaje? Hebu niambie. Ningefanya nini mimi? Ungefanya nini kitu gani? Wewe si mke wa mtu. Umetoka kijijini kwamba wewe ni mke wa mtu, hukupewa talaka yoyote. Yeye tena uje tena ufunge tena ndoa na mtu mwingine. Sawa, mimi ni mke wa mtu kijijini, lakini nimefika mjini pia mimi ni mke wa mtu. Kwa nini ukubaliani na hili tu yakaisha jamani Zumba? Hivi wakati unafunga ndoa ulinifikiria? Yaani ulijaribu hata kuniwazia hata mimi? Au uliambiwa kwamba mimi tayari nimeshakufa, si ndio? Zumba, hamna haja kulaumiana. Mimi nakupenda mno. Na ni hali yangu tu inasababisha nikawa hivi. Zumba, sikuwa hivi mimi. Sikuwa hivi mimi. Nilikuwa ni wahovyo. Ni mara 10 ningebaki kijijini. Na kama sikukutana na mwanaume akanioa, ungenisahau tena. Niliharibika. Mambo nielewe Zumba.
Mimi ni binadamu. Moyo wangu ni wanyama, moyo wangu sio wa chuma mimi. Mimi nikijoje kama ni rafiki yako? Sikia nikwambie Zumba. Hapa posta hii kuongea mimi na wewe hapa. Ukidumu tukashafika. Subiri. Fikiria. Umeniacha mimi kijijini. Nipo kwenye hali ngumu. Lakini sichoki kukufikiria wewe. Nikasema ipo siku nitakupata mke wangu, tutaishi wote. Wewe ni mke wangu ujue. Nimekuoa wewe mke wangu wa ndoa. Kwa hiyo unanijua na mimi kwetu nakujua wewe. Sawa, nimekosea. Lakini kumbuka hata mimi pia nimeshaolewa, ni mke wa mtu sasa hivi. Esther. Mke wa mtu aliyekuwa tayari umeshaolewa. Umeona mwanamke anaolewa ndoa mbili Esther. Ndoa mbili. Yaani unaolewa na wanaume wawili Esther. Umeona wapi hiyo? Mimi ningewezaje Zumba? Sikiliza. Nimekuja mjini kwa ajili ya kukutafuta wewe. Na sikutegemea kama nitakukuta hapa kwa rafiki yangu. Na tena umeolewa naye. Hivi ulifikiria hata sumi? Ulinifikiria hata kidogo? Yaani ulifikiria upendo wangu juu yako? Ukaamua kuolewa na mtu mwingine aliyekuwa tayari wewe ni mke wa mtu. Wewe ni mke wa mtu Esther. Zumba, hauna haja ya kunilaumu. Eti kuja niseme nimeolewa. Hebu kumbuka maisha yako kijijini yalivyokuwa ni magumu. Tumekaa kwa shida muda gani Zumba? Hata hivyo nimetoka kijijini nimekuja mjini kutafuta maisha. Nimekutana na hiki ambacho umekikuta. Na kuomba utulie. Mimi sio kwamba sikupendi. Ninakupenda mno, wewe mwenyewe unajua. Naomba subiri. Vumilia. Vumilia kidogo. Unavyotaka wewe itakuwa. Lakini taratibu, sio mpaka vile tushtukiwe. Na kuomba vumilia. Nakupenda, elewa. Sasa unapofanya kwa force, sitajulikana haraka. Sikia. Mimi bado nakupenda. Na nina imani kuwa wewe bado unanipenda. Na hebu niahidi. Hautakubali kuona mimi naumia kwa ajili ya hili, si ndio? Ni sawa, lakini kwa hivi ukaribu wewe hivi Zumba, tutajulikana. Yaani kwa ukaribu ambao unataka wewe kila muda mimi niwe na wewe, tutajulikana. Ni kwa nini usio tunajificha kidogo? Hebu fikiria kidogo Zumba. Huyu rafiki yako ambaye ndo Tashi ni mume wangu. Je, akija kujua kama mimi na wewe tulikopo ni mke na mume na tumefunga ndoa, unafikiri itakuwaje? Tuko na maisha magumu sana. Tulia na kuomba. Tulia tucheze mchezo mimi na wewe. Utavumilivu wako ambao utakapovumilia tutakuja kuishi maisha mazuri. Naomba vumilie. Tucheze mchezo mimi na wewe. Asijue mtu yoyote. Ili tutakapotoka hapa tutakuwa na maisha mazuri. Lakini atakapojua tunakuwa na maisha magumu kushinda tuliokuwa nao nyuma. Naomba nisikilize mimi. Punguza huo karibu Zumba. Esa na kwa hili. Hataweza kujua chochote Tashi. Nitahakikisha kwamba hajui lolote lile ambalo linaendelea. Hii itakuwa ni siri yangu mimi na wewe. Na tutahakikisha kuwa tunarudi tunakuwa pamoja. Nimekuja mjini kwa ajili yako.
Nimekuja kukutafuta wewe na kutafuta maisha pia. Esther, unajua nakupenda sana. Kwenda mke wangu. Yaani hakuna mwingine Esther. Hakuna mwingine. Nakuomba. Nakupenda. Sawa. The size boss. Salama. Umeshindaje? Tumeshinda salama, sijui wewe boss. Nashukuru Mungu. Boss samani. Kuna kitu nilikuwa nataka tuzungumze. Sawa, niambie. Leo. Hello boy. Kawaida. Wewe tena. Hamna nipo. Yala. Niambie nini shida? Amna bosi. Amna shida yoyote. Nisikilize. Kama una shida ya aina yoyote, ni bora uniambie, mimi naweza nikakusaidia. Sawa? Amna bosi, amna shida yoyote. Kwa kuna shida nitakwambia. Ila kazi kwa hapa. Basi tuzungumzie. Sawa. Samani bosi. Kuna mazungumzo ya muhimu nilikuwa nataka kuzungumza na wewe. Sawa. Zungumza mama. Unajua bosi, humu ndani Karibu. Niambie. Boss, tutaongea baadaye. Jeravu. Yaani ukiwa na shida yoyote usisite kuniambia. Ni bora uniambie kama kuna shida yoyote. Jeravu. Hii ni mara ya pili sasa hivi. Tangu nataka kuniambia jambo alafu nakatisha. Yaani kama kuna shida ya aina yoyote ni bora uniambie. Sawa? Kuwa free mamangu. Amna bosi. Tutaongea baadaye. Sawa, haina shida. Yaani ndio hivyo shoga yangu, hata sijui nitafanyaje. Nimechoka. Ni marafiki na Tashi, tena ni marafiki wakubwa. Yaani hapa ndo nipo kuja kuchoka kabisa. Yaani kinachonifanya niwaze, je, Tashi akija kujua kama mimi na Zumba tulikuwa ni mke na mume kijijini itakuwaje? Alafu sasa unamuona huyo Zumba hasikii. Nimejaribu kumwambia mimi sasa hivi ni mke wa mtu, hebu awe mbali na mimi, lakini hataki. Unajua hataki. Kwanza anasema mimi siwezi kuwa mbali na wewe. Siwezi. Yaani natamani hata usiku tulale wote. Unajua ananichosha. Nimechoka hapa nilipo, yani hata sijui nifanyaje.
Yaani ndio maana nimekupigia simu uweze kunishauri. Yaani nishauri tu kidogo nifanyeje. Mimi nilikuwa sijui, yaani kwanza kumuona ndani hapa nilifanya kushtuka baadaye naambiwa ni marafiki. Yaani mimi sielewi shoga yangu. Yupo na hivi ninavyokuambia wapo Mungu anazungumza. Ndio. Yaani nimechanganyikiwa hapa mimi hata sielewi. Yaani ni bora hata Zumba angenielewa ninapomwambia wewe mbali na mimi. Kidogo angenipa amani. Mimi ninaumia. Yaani moyo wangu unawaza hivi. Ndio mara Tachi anakuja kugundua kwamba mimi na Zumba ndo mume wangu. Si tutakufa sisi. Hata sio hivyo shoga yangu. Si ni huyu mpumbavu mbona niko naye ndani huko, yani simuelewi kidogo. Mtu sijui ni nyinyi mnyamani jamani, nimechoka. Yaani ndo amegeuza hii nyumba ni ya kwake. Nilishtuka kwanza nikajua ndo mume wangu ana. Kugeuka ni yeye. Hebu kuja shoga yangu, nitakuja kabisa tuongee. Naona kwenye simu yani hata sielewi. Subiri tu nitakuja huko kabisa. Aya poa. Ndugu yangu. Alafu leo nitaka tuzungumze na mimi naye jambo. Sababu usije ukaona kimya sana. Kuna sehemu nataka nikuweke ambayo najua hautaweza kuhangaika. Alafu upate kipato cha kuweza kuwasaidia pia familia yako huko nyumbani. Ndugu yangu, nikuondoe shaka. Nikuondoe hofu. Mimi sina haraka hivyo. Wewe ndo dereva bwana. Wewe ndo unaijua njia, unaona njia mbele kwamba huko mbele tunaenda wapi na mbele kukoje hali yake. Kwa mimi nikuondoe shaka, nikuondoe hofu ndugu yangu, wewe fanya mambo yako taratibu. Mimi nipo. Wala sina haraka. Jambo liko tayari. Basi mimi sina yana. Sawa kaka. Mimi nakuamini sana. Alafu najua uwepo wako uko wapi. Kwa ondoa shaka, mimi najua kila kitu Mungu amepanga. Haina shida kaka. Sawa, haina shida. Acha mimi niendelee kufanya mahesabu kidogo ya ofisi. Baadaye tutazungumza sana. Sawa. Hivi nitaweza kweli kumwambia bosi haya yanayoendelea huko ndani? Maana kila ninapojitahidi kutaka kumwambia lazima vitokee vizuizi. Sasa nitafanyaje? Ila nitajitahidi. Lazima nimwambie bosi ukweli. Na lazima ajue nini kinaendelea huko ndani. Baina ya rafiki yake pamoja na dada. Lazima nimwambie. Mke wangu. Sasa mbona mimi nanifanyia hivi lakini nitabembeleza mpaka muda gani kuhusu penzi? Si nimekwambia nimechoka leo mume wangu. Au Wema. Hii ni siku ya pili sasa unatangu useme hivyo. Kila siku nikija bwana nimechoka. Nikwambia tufanye hivyo nimechoka.
Sasa wategemea mimi hali yangu itakuwaje? Mimi nimechoka, tulale. Mbona hivyo? Jamani, kwani kesho uende kazini wewe? Nimechoka. Kama vile wewe ulivyokuwa ukiniambia wewe umechoka. Na mpaka nakuomba mpaka na hela unanifanyia makusudi. Mimi nimechoka. Siwezi kufanya chochote kwa siku ya leo. Naomba niache nipumzike. Embo basi jaribu kuwa kidogo na huruma. Embo angalia miali yangu sasa hivi. Unategemea nitaenda wapi? Hicho kidogo unachokiomba wewe, sina nguvu hata hiyo kidogo. Nibaki na nguvu tu mimi ya kulalia hapa nilipo. Naomba tulale. Kwani uende kazini kesho? Si ulale. Tashi mbangu usiondoke kwanza. Kwani unanifanyia hayo tu babangu? Sasa nakufanyia kitu gani? Na mimi nimeshakwambia hizi pesa sio za kwangu. Pesa za ofisini, naenda kununua vifaa. Mbona unashinda kuwa molewa? Pesa sio za kwako, lakini si tumekuja nazo nyumbani mume wangu. Mimi naona pesa na unaondoka nazo unaniambia pesa sio za kwako. Hebu uona mume wangu, sijasuka navaa tu mawivini haya. Kucha sijapaka rangi. Nikamwombe nani hela kama sio wewe, lakini mume wangu Tashi. Basi kuwa mwelewa japo kidogo tu. Nakwambiaje? Nikitoka hapa naenda kununua vifaa, naenda kutengeneza magari ya watu. Kwani mimi pesa sijakupa? Sina kupaga mimi. Basi ujue hivi, pesa sio za kwangu. Nikipata pesa nitakupa. Mimi nilikupo naomba. Na hata kuna nguo zimetoka mpya, rafiki yangu wamenunua nzuri tu. Nifanyeje sasa mimi nimuombe nani kama sio wewe? Na kama pesa sio za kwako, si unaweza kuacha hata huko ofisini kwenu huko. Basi ukikata kwenye simu mimi nisizione. Naona hela unaniambia hela sio zako. Mimi nitakuelewaje? Basi wema, kwa mstaarabu basi. Nimeshakwambia hizi pesa sio za kwangu. Nikitoka hapa naenda kununua vifaa, naenda kutengeneza magari ya watu. Acha nitengeneze, nikipata pesa nitakupa. Kwani shida iko wapi? Shida pesa. Kwa hiyo kumbe mimi nakosea kukuomba. Kwa nini muombe nani mimi hela? Sasa hivi vyote navyokuelewesha unielewe? Sasa ndo naondoka lakini mume wangu Tashi, Samani bosi wangu. Bila samani. Kuna kitu kwa nahitaji kuzungumza na wewe. Sawa. Zungumza. Umesahau simu.
Asante. Alafu mume wangu, kwani mlikuwa mnazungumza nini? Hapana, hatujazungumza chochote kile. Hujazungumza chochote? Na mimi nimetoka ndani na kukuta mnaongea. Hamna. Yeye alikuwa na shida na mimi. Pia hajazungumza. Kwani kuna shida? Hamna. Sawa. Alafu mbona hapo hujafunga mlango? Asante. Wewe ulikuwa unafanya nini nje na mume wangu? Ulikuwa unataka kumwambia nini? Hapana dada, nilikuwa sifanyi naye chochote. Hamna dada, sitaki kumwambia chochote. Kilichokupeleka nje baada ya kutoka tu kwenda nje na umetoka, ulikuwa unataka kufanya nini? Hamna dada, ila tumepishana. Mimi nilikuwa natoka dukani na yeye ndo anatoka. Nisikilize wewe. Wewe ni mbea sana. Si ndio? Umechoka kukaa hapa? Hapana dada. Sio hapana, wewe umechoka. Na kwa vile umechoka, endelea kumfatafata mume wangu. Na huo mdomo wako huo usioweza kuufunga huo, utaenda kuongelea kwenu. Kwenu. So hapa ni kwangu. Unatakiwa uishi mimi ninavyotaka. Sio umenisikia? Mjinga wewe. The size boss. Salama. Umeshindaje? Tumeshinda salama, sijui wewe boss. Nashukuru Mungu. Boss tamani. Kuna kitu nilikuwa nataka tuzungumze. Sawa, niambie. Mume wangu. Hello boy. Kawaida. Kwani tena? Hamna nipo. Yala. Niambie nini shida? Hamna boss. Hamna shida yoyote. Niambie. Boss. Tutaongea baadaye. Jeravu. Yaani ukiwa na shida yoyote usisite kuniambia. Ni bora uniambie kama kuna shida yoyote. Kuna kitu kwa nahitaji kuzungumza na wewe. Sawa. Zungumza.
Vipi? Mbona unaonekana kama hauko sawa? Amna, niko sawa. Uko sawa? Mimi nafahamu kila kitu kinachoendelea. Mmegombana leo. Kwa nini unaishi katika hali kama hiyo? Kwa nini umekuwa mtu wa kukosa amani? Nadhani unajua mimi na tulikuwa tunaishi vipi. Nilikuwa siwezi kuruhusu yani hali kama hiyo itokee. Nilikuwa natamani muda wote uwe na furaha, uwe na amani. Nilikuwa siruhusu ni chozi litoke. Hawe sawa. Mimi niko hapa. Nitakupa furaha, nitakupa amani. Kama yeye ameshindwa kukupa amani na kukupa furaha, mimi niko hapa. Nitakupa amani Esther wangu. Esther. Tabasamu basi, usiwe hivyo. Tabasamu. Yaani tafanya chochote kile. Chochote ili mradi tusikose furaha. Ili mradi mimi nibaki na wewe. Maana wewe ndio furaha yangu. Nakupenda Esther. Na unajua hilo. Yaani sitokubali. Yaani yeye awe na wewe kwa ukaribu huo. Hata kama amekuoa, amefunga ndoa, simefunga ndoa, lakini mimi ndio mumeo wa kwanza. Mimi na wewe bado hatujaachana. Twende ndani basi. Maana nimemiss sana. Muda ni mwaka Wanasema paka akitoka panya tunatawala. Lakini sio panya buku mimi. Panya tunatawala. Esther, ila sasa hivi unakuita Wema. Wema. Twende, endelea hapo tuna enjoy leo. Hadi akirudi niko mwepesi. Twende ndani. Dogo. Nishapewa malalamiko yako na fundi mkuu. Yaani wewe ukipoa kazi umalizi. Alafu michezo imekuwa mingi. Kwani shida iko wapi? Kwanza bosi, natanguliza samahani. Unisamehe. Ni mambo ambayo yalikuwa nje na uwezo wangu. Ni mambo ya kifamilia kidogo bosi. Hivyo wewe hapa umekuja kutafuta, umekuja kucheza? Familia yako wewe na kazi zangu mimi zinahusu nini hapa? Nisikilize. Kama umechoka basi ujue utarudi Mwanza. Alimekuja kutafuta huko afu anaita michezo ya kipumbavu kama hiyo. Samahani bosi kwa hilo. Nikuahidi tu haitojirudia tena. Toka kwanza hapo. Endelea. Naona mke na mume, si ndio? Mnajitawala hiyo. Maraibu kwa baba mwenye nyumba. Zumba.
Nimekuleta mjini kama rafiki yangu. Yote nakuonea huruma maisha yako ambayo uko unaishi kijijini. Kwa nimefanya makosa sana kuleta hapa. Wema. Ndio malipo unanilipa, si ndio? So mimi. Unajificha nini sasa? Si mngeweka wazi kama mtu mnapendana. Hakuna siri tena. Na ushahidi wenu wote mkiwa chumbani, mkiwa mnafanya ya kwenu yote. Na lakini Tashi, mimi nitakwambia kila kitu. Zumba! Tashi, usijaribu kufanya chochote kile kibaya. Yaani nakuomba. Mimi nitakueleza ukweli wote. Yaani ukweli wangu wote Tashi nakueleza. Na iko hivi Tashi. Mimi nadhani mke wangu hicho kitu unachokitaka wewe akiwezekani. Yaani kwa nini tusike nguvu kwenye kilimo? Hapa kijijini hapa tunatoboa. Kama tukikomaa mimi na wewe tukishirikiana yani. Tukiamua kufanya kilimo kweli. Mke wangu tunatoboa. Hayo mafanikio ambayo unayotaka wewe haraka hayo. Baadaye atakuja kuwa na majuto. Mwenyewe sijui. Huko mjini unataka kwenda wewe mjini huko mke wangu, nataka twende huko mjini. Tutaenda kuhangaika. Hatuna ndugu huko. Hatuna rafiki wala jamaa huko. Unataka kwenda huko mjini kufanya nini mke wangu? Huna ramani yoyote kwamba unakwenda mjini unafikia sehemu fulani, alafu unapewa michongo ya kazi unafanya. Ingekuwa hivyo mbona mke wangu, mbona jambo lingekuwa rahisi. Kitambo mimi niko nangu mjini. Lakini mbona mjini mimi hakunifai. Mimi nimeona bora nikaa hapa kijijini. Nilime zangu kilimo changu, waje watu niwauzie nipate kidogo riziki, maisha yaendelee. Mungu ametujalia nyumba hii hapa hii, hatulipi kodi. Ni hela kula tu mke wangu. Hicho unachokijua wewe mume wangu, si ndio? Kwa hiyo unataka uniambie hao wote wanaotoka hapo wanaenda mjini. Hao kuna yule rafiki yako hapo nyuma hapo. Yeye kule alikuwa na ndugu. Lakini ameondoka, amefika mjini, ametafuta maisha huko, amepata pesa, kaja hapa kajengea nyumba kwa familia yake. Kubwa tu, kaeka na fence. Na alikuwa na nyumba tu sio hata yako tu kidogo angalau. Lakini unaionaje nyumbani kwao? Paka dukani, yani kwa nje kajenga pia frame. Mama yake anapata biashara pale, anafungua, anauza nini. Wewe umengangania kilimo, umengangania biashara ya sijui ya kulima, sijui utapata pesa, utawauzia watu, sijui utafuga kuku, utafanya nini? Kwa nini? Haya, ngoja tuchukue mfano mdogo. Hebu angalia hapo tunapopikia. Mvua ikija sisi tunaingiza jiko la mkaa ndani. Angalia nyumba ilivyo. Hivi kwani hujisikia aibu? Kwa ngoja mimi nitoke, yani ukija hapa umetengeneza jiko lako vizuri, umeweka fence, mimi mnajisaidia ndani. Mimi natoka usiku nje, choo kiko kule, mimi nipo huku. Even mbona haufikiria hata kidogo mume wangu? Umengangana tu na mawazo ya kijijini na mawazo ya kijijini hapa. Kijijini wanakusaidia nini? Mke wangu. Subiri tu mume wangu, wewe unapenda sana kubishana. Kwani usiwe kama rafiki zako? Kwani wewe hujisikia aibu? Mimi mke wako nilivyo. Unipake mafuta mazuri, nisuke muda wote, nikifumua hizi hapa ni kujichana mwenyewe na kwanza tena kujisuka tena hivi. Lakini vipi ungekuwa umeenda mjini? Umerudi, mimi nimesuka, nakwambia nimependeza, nipo kwenye nyumba yangu, unatoka kwenye fence. Mimi maisha mazuri jamani, napenda mume wangu, ndio maana nakuomba, hebu nenda mjini tafuta kazi. Au basi niende mimi. Hebu nisikize mke wangu. Wewe unataka kuangalia maisha ya kuiga. Ni mabaya unajua. Yaani unataka kuangalia eti fulani ameenda mjini, amefanya hivi, kamfanya hivi mama yake, kamfanya hivi baba yake. Hiyo ni mipango ya Mungu. Mungu ndo anamfungulia mtu riziki. Sasa ukitaka kuforce sasa, mwisho wa siku tena unakuja inakutokea puani. Unakwenda mjini huko, unakwenda mjini huko unakukuta, unakamatwa huko, unafungwa jela, utamlaumu nani? Siku hizi mjini huko
kuna magonjwa ambayo ya ajabu ajabu tu yanatokea tu limekupata hilo. Unamlilia nani hapa kijijini? Hebu mke wangu, hebu acha hayo mambo bwana. Wewe sasa hiyo acha kuangalia hapo. Uingie jikoni kupika ugali, mimi nenda zangu hivi, nenda zangu kutafuta mboga huko. Kwa hiyo nikirudi hapo tule ugali, mambo mengine yaendelee. Hayo ndio maisha unayotaka wewe. Kula kulala, hutaki kufanya kazi kwa sababu ya nyumba ya bure hii ya urisi. Sio hata upoje. Vipi mke wangu, kuna shida gani? Shida ni wewe. Kwa nini hutaki twende mjini? Hilo swali la kwanza. La pili, hapa pana zindiko kwenu? Au wewe ndo kizingiti cha hapa? Kwamba ukiondoka mashamba yote hapo ule wachiwa yanasinyaa na hii nyumba inapotea? Labda ndo maana unakataa tusende mjini, kwamba ukishatoka hapa mazao yote yanasinyaa hapa, hii nyumba pia inapotea, kwamba unaogopa hilo? Wewe ndo zindiko? Nijibu. Hebu nisikilize. Yaani mtu akishakwambia kwamba siwezi na sitaki kufanya hicho kitu, ujue mtu ana maana. Mimi sitaki kwenda mjini kwa sababu tu ni sitaki kwenda mjini. Yaani mimi moyo wangu yani hautaki kabisa kwenda mjini. Mimi nimezaliwa hapa. Sawa? Nimekulia hapa. Na nitakufa hapa. Sijui umenielewa. Kwa sasa mimi nitoke hapa niende huko mjini nikafanye kitu gani mjini? Na kama hayo mafanikio ambayo wewe unataka huko mjini, hata hapa kijijini inawezekana. Cha msingi tu ni mimi na wewe kushirikiana, tufanye kazi, tufanye kilimo. Tukishalima tutapata mazao mengi tu. Tutauza, tutapata pesa na tutafanya hivyo vitu ambavyo wewe unavihitaji kwamba vifanyike. Lakini sio kutoka hapa kwenda mjini. Alafu usichokijua, mjini kuna mambo mengi mabaya. Huko mjini kuna magonjwa huko kibao tu yapo. Huko mjini kuna watu ambao hawana tabia nzuri kabisa, hawana hata maadili. Unaweza kwenda mjini wakakushawishi na kufanya vitu vibaya, mwisho wa siku ukapotea kabisa. Sasa mimi sitaki hayo mambo. Kijijini hapa tunaweza tukaishi vizuri, tuna watu wakatushangaa na tukafanikiwa tukiwa hapa hapa kijijini. Mbona kuna mzee Irani, mzee Mkangala, mbona ujana wake mpaka sasa hivi uzee wake yupo hapa kijijini na ana mafanikio kibao. Ana matrekta yale, analimisha, ana mashini za mpunga pale. Mbona yeye siku moja aje kwenda mjini? Mke wangu, tukae hapa kijijini. Mimi kwa mjini sitaki kwenda. Nimejua kweli wewe zindiko. Na kama wewe zindiko, usinifanye mimi kama zindiko tukawa wawili hapa kwenu. Mimi ninaondoka. Wewe si hutaki kwenda? Nimekubembeleza muda mrefu. Mume wangu twende, ni kwa sababu nakupenda, sitaki tukutue mbali mimi na wewe. Lakini wewe zindiko, unataka na mimi niwe zindiko, tuwe mawili kwenu. Sikubali. Hebu nisikilize. Yaani tabia za kunipandisha sauti sitaki. Yaani usifanye kama vile unaongea na shoga yako hapa. Tambua unaongea na nani. Mwenyewe sijui. Alafu kingine, mumeo akishasema kwamba hataki kitu, acha. Huwezi kujua kwamba anamaanisha nini. Inabidi umheshimu mumeo. Au wewe kungu wako aje kufundisha hiyo. Nyakanga wako aje kuelekeza hilo swala. Kwamba mume anatakiwa afatishwe kipi? Asikilizwe na usimpinge mumeo. Hukuambiwa hilo wewe? Unanitukana mume wangu. Unanitukana. Masuala ya kungwi na nyakanga hapa yanatokea wapi? Mimi sinakwambia kwa manufaa yetu. Mimi nakuambia kwa manufaa ya mimi na wewe. Lakini wewe ni zindiko. Hutaki kusikia. Unafikiri mimi ninapenda kwenda peke yangu nikuache?
Ndio maana nimekubembeleza muda, twende mme wangu. Tukifika huko tunapata pesa, tunakuja kutengeneza nyumba. Hebu angalia hii nyumba ilivyo jamani. Hebu ona. Hebu nisikilize. Mimi sitaki tena kurudia haya maneno. Nimeshazungumza. Kama wewe ni mtu mzima una akili yako timamu, utakuwa tayari ushanielewa kwamba mimi namaanisha nini. Kwa hiyo sitaki tena kuzungumza hili swala. Liwe mwanzo na mwisho. Mimi ninaenda, yaani hata ufanyaje, lazima niende. Yaani nienda tu nikwambie, lazima niondoke. Hawa wanawake waliumbwa na kuletwa duniani kama pambo la nyumba. Lakini pia haikuishia hapo. Tunashauriwa tuwasikilize wanawake zetu kwa sababu kwenye maisha kusikilizana ndio kila kitu. Hapo sasa wenye kusikilizana ndio unakuwa na vitu hivi viwili. Iko unachokitaka mwenza wako, uwe unakitaka au ukitaki. Na hapo sasa ndipo unapotokea ugomvi baina ya hawa watu wawili. Unajua hawa wanawake Zumba wana kitu kimoja. Wana kitu kujisaulisha. Mwanamke unaweza kaa naye ndani akaamini kabisa yeye ndio kila kitu na akasahau kuwa mwanaume ndio nguzo ya familia. Iko anachokitaka shemeji, mimi sidhani kama kitakuwa na mantiki. Kwa sababu huko mjini mnakwenda kuanza moja. Yeye ameona tu maisha ya watu waliofanikiwa, lakini hajui hawa watu wamepitia njia gani kwenye kufanikiwa. Badala yake anatia tu tamaa na matamanio ndani yake. Mimi sioni haja yeye kwenda huko mjini au wewe kwenda huko mjini. Unajua anachokifanya shemeji ni kama vile mtu ambaye ameingiwa na matamanio. Mimi sioni sababu ya wewe kwenda mjini. Ni bora tu ungebaki hapa kijijini na ungeendelea maisha yako hapa kijijini. Ya ndugu yangu, hicho ulichokiongea mimi nakijua na nakielewa vizuri. Lakini tatizo huyu mwenzangu kila nikijaribu kumuelekeza kwamba kitu hiki kipo hivi lakini hataki kusikia, hataki hata kuelewa hata mara moja. Yaani kama vile unampiga mbuzi gitaa yani. Yaani inafikia tu mpaka ananipandishia sauti yani. Yaani kabisa ni kwamba anasahau mimi ni nani yake. Yaani anasahau kabisa kwamba mimi ni mume wake. Anafoka anaongea kama vile anaongea na shoga yake yani. Zumba, huyu mwanamke uliokuwa naye amejisahau ya kuwa kwamba yeye ni mama wa familia. Badala yake sasa akajiona yeye ni baba wa familia. Yaani wewe kakutoa kwenye ubaba, kajibesha yeye sasa ndio baba wa familia. Ndugu yangu, haya ninayokuambia utasikia tena nakwambia. Lakini kwenye maisha yako usipoziba ufa utajenga ukuta. Usiende mjini. Na mshauri pia shemeji, hilo wazo la kwenda mjini limtoke kabisa kwenye akili yake. Vipi Swaiba? Mbona kama unaonekana uko sawa? Kuna shida gani? Yaani ndugu yangu, yaani malalamiko yote ambayo nilikuwa ninakuletea kuhusu mke wangu, nina 100% mke wangu tayari kashaondoka. Acha bwana. Yaani nimerudi nyumbani. Cha kwanza kabisa nimekuta mlango upo wazi. Naingia ndani. Yaani kila kitu ambacho kinachomhusu mke wangu hakipo. Ameondoka nacho. Yaani na 100% kabisa huyu kashakwenda mjini tayari. Pole sana ndugu yangu. Kimsingi mwanamke hivyo ndivyo alivyo. Unajua mwanamke bwana akiwa anataka jambo lake, asikila mwazini wala namna iswala.
Pole sana ndugu yangu. Hao ndivyo wanawake walivyo. Na kwa sababu alikuwa anataka hiyo safari, mimi na asilimia zote huyu itakuwa ameshaondoka. Hivi basi mimi nisikuweke sana hapa. Ni vyema ukamwahi. Na kama unamsema atakuwa ametoka muda huu, hata sende itakuwa bado hajafika. Yaani alafu na hapa ulikuwa unaniona hapa. Nimetoka zangu huko. Nimezunguka kote, sijamuona. Hivyo nilikuwa natoka hivi naenda zangu stendi. Kwenda kujiridhisha kama nitamkuta au la. Ndugu yangu, mimi nisikupotezee muda. Hao ndo wanawake. Na wanawake wameambiwa hivyo. Mwanamke bwana, huwa akitaka jambo lake, huwa anataka litimie kwa wakati. Kaka, mwai. Wewe nenda usielewe ndugu yangu. Mwai. Baba sasa kaka basi ngoja nikamwai stendi. Sawa. Pole sana ndugu yangu. Wanawake hawa. Hali ndivyo ilivyokuwa hivyo. Nimeshindwa kuvumilia. Kweli nampenda mke wangu, bado nampenda. Tash, nimekuelewa vizuri sana. Wanawake siku zote hawaliziki. Hata uwape nini. Alafu mwanamke huyo ndo anaweza kukufanya ukafanikiwa. Alafu huyo mwanamke ndo anaweza kufanya wewe ukafeli. Kiuni kafeli. Alafu kafeli sana. Alafu dakika mwisho kaenda longi. Siongei sana wala nini. Mimi nakupa gani. Lakini sitaki mapepe. Nataka utulivu. Kufuatilia na kuangalia mbele na nyuma. Yaani maumivu na wapitia mimi sasa hivi, nataka na wao wapitie hivi hivi. Nishaamua sasa. Si ndio? Sikifani. Paso. Timamu. Makini. Kama nilivyokuelekeza. Inamwaga damu. Na inaua. Afu roho ya mtu unaipoteza duniani. Acha mapepe. Tasomana, si ndio? Paso. Zumba, ni bora tukose wote. Sio nikaendelea kuvumilia maumivu. Wewe ni mwanamke wangu. Bado namhitaji. Kama wewe pia unamhitaji, ni bora tumkose wote. Tashi, usifanye hivyo na kuomba. Tashi, usifanye hivyo na kuomba Tashi. Usifanye chochote kile. Mungu nisamehe wangu. Hapana, usifanye hivyo mume wangu. Mungu nakuomba usifanye hivyo.